asiyefanya kazi. Mimi kula ni lazima, maana niko kazini. Wanaume atakula kwa jasho, amen. Hapa jasho linanitoka, kula tu kupugane pale. Amen. Kwa hiyo hata wachengeji lazima kula tule. Bado niko kazini, haleluya. Mbingu zinathibitisha ya kwamba msukuma mwembamba mrefu yuko kazini. Hata wewe uliyeko hapo umeingia kazini, maana umemsifu Bwana, umemtumikia Bwana. Lazima kulipe, lazima kutoke, lazima kujibu, maana saa ya Bwana ni leo. Haleluya. Mwambie mwenzako kilio kimesikika. Biblia inaniambia wana wa Israeli walipokuwa utumwani walitumikishwa miaka mingi, walitumikishwa vya kutosha, yapata miaka 400, lakini Mungu aliwajua na aliwaona mateso yao, aliyatambua. Wengine walipigwa mijeledi, wengine walitumikishwa kazi ngumu, wengine walinenewa magumu, lakini nataka nikwambie kilio chao kilipofika magotini kwa Baba, Baba akaona si vyema walio wake watabike, akaandaa muujiza wa kuwatoa, akaandaa muujiza wa kuwatoa. Nami nataka nikwambie leo, kilio chako, mateso yako ulioteseka, ni saa yatosha leo. Bwana yuko Mgalilaya, anaenda kuondoa mateso, maana tunaye Baba anaenda kufanya jambo. Haleluya. Aga mateso yangu yanaondoka leo, mateso yako yanaondoka leo, kilio chako kimesikika. Amen. Na Bwana akawa ananiambia agenda kuu ya leo, tunaenda kuvunja uganga na uchawi. Maana uko uganga uliochelewesha maisha yetu, maana uko uchawi uliochelewesha maisha yetu. Yawezekana uko unaotokea, yawezekana familia unaotokea, iko madhabahu iliyojengwa, iko madhabahu iliyoaganwa. Sioni ya leo na kuambia ni saa ya kubomoa madhabahu zao, ni saa ya kuangusha madhabahu zao, ni saa ya kutoka kwenye utumwa, ni saa ya haya unanielewa mtu wa Mungu? Nataka nikwambie leo, ni zamu yako mpendwa kuondoka kwenye madhabahu, ni zamu yako baba kuondoka kwenye aya. Nataka niseme na mtu mmoja, haijalishi ile madhabahu ina nguvu kiasi gani, haijalishi walitoa kafara gani, haijalishi walimwaga damu kiasi gani, nazungumza na mtu mmoja. Haleluya. Natamani nielewe mtu wa Mungu, lazima tuondoke leo. Nataka niseme na watu, ziko madhabahu nyingi kwenye familia. Unaweza ukakuta madhabahu familia kila mwaka ni kuzika, ukoo hadi ukoo wanazikana kama njugu kupeleka shambani. Utasikia mtoto wa fulani ameondoka, mtakaa kidogo, tarehe zikifika fulani ameondoka ghafla, mkikaa kidogo fulani ameondoka ghafla. Familia zingine ni familia za kuolewa na kuachika, imekuwa kama fashion, lakini sio kwamba wana kasoro. Kama uzuri wa sura wanazo, kama kubembeleza waume wanajua, kama kubembeleza wake wanajua, lakini iliachiliwa roho ya mafarakano. Iko madhabahu ya kufarakana, usiku na mchana ni kuachika, usiku na mchana ni kurumbana. Ile madhabahu tunaivunja, tunatangaza madhabahu ya mwana kondoo, iletayo ushindi, iletayo amani. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanateswa na madhabahu. Watu wengine ziko madhabahu ambazo haziruhusu kufanikiwa. Umejitahidi sana, umefuga simbilisi,
naye hachukui miezi mitatu anakufa tu ghafla. Nini? Roho ya kutokufanikiwa imetawala. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, wewe baraka zako ziko pale pale. Waliozichelewesha lazima wakaziachie, maana zile madhabahu zinaenda kuvunjika, maana zile madhabahu zinaenda kuharibika. Ni jioni ya kuharibu madhabahu zote. Haleluya, watu wa Mungu. Sikiliza, usipoelewa pana kazi kuelewa. Sikiliza, vita yako ilianza tumboni mwa mama yako. Yamkini hata siku ya kuzaliwa kwako mtu wa kwanza kupokea alikuwa ni adui yako. Baraka na nyota zako wakaiba, wakatengeneza iko madhabahu. Sikiliza, wako kina mama wasiokuwa na adabu, hung'ang'ania kulilia kuzika vitovu vya wajukuu zao kwa sababu wanaziambatanisha kwenye ile madhabahu. Amka leo mwanamama, sikiliza nikwambie, kwa nini wananena wanatamani wazike kitovu cha mtoto wako? Kwa sababu hakuna mwanadamu yoyote asiyetokana na kitovu, na baraka zako zimeambatanishwa kwenye kitovu cha mama. Wakisha zika kile kitovu akakinenea mabaya, hakika mtoto yule mabaya atamfuata, maana iko madhabahu aliyounganishwa nayo. Wengine mpaka huwa wanaitirafiana, wanagombana na mama mkwe zao na baba mkwe zao, eti kitovu cha mjukuu wangu umezika wapi? Nataka nikwambie jioni ya leo ni jioni ya kuchangamka. Hizo ni madhabahu wanazojenga, hizo ni madhabahu wanazoweka. Leo tunavunja madhabahu hizo kwa jina la Yesu. Haleluya. Na madhabahu ya mji wa Mkunywa lazima ivunjike, maana tumemleta Yesu aliye hai. Amen. Nilipata shida juzi kati, napigiwa simu pale hospitali yetu ya tarafa ya Madibila. Pigiwa simu, bahati nzuri na wanaenda kufanya huduma pale, wananelewa. Madaktari wamehangaika kumwokoa mama, imeshindikana. Wanapopima wanaona njia imefunguka, wanapoandaa namna ya kumsaidia njia hakuna tena, haionekani. Lakini mtoto tayari inaonekana anatoka, lakini namna ya kutoka mtoto haiwezekani. Wakanyanyua simu wakanipigia, nikakimbia pale mara moja. Daktari mmoja akaniambia, unajua mchungaji, sisi ni asilimia chache sana tunayoitegemea sisi, 99% ni Mungu mwenyewe. Nikamwambia, mwanawane, pokea ubaba wa Yesu, maana umesema ile kweli ya kwamba Mungu kwanza, mambo mengine baadaye. Kama mtumishi wa Mungu alivyoimba, tukamuita Mgalilaya, tukamuita Mungu aliye hai. Wanapokuja kupima hivi, wanaona njia imefunguka, mtoto akapushiwa tu kama kusukuma embe juu ya tempo. Nataka nikwambie mpendwa, ziko madhabahu wa zinatesa, ziko madhabahu wa zinaaganwa, lakini jioni ya leo ni jioni ya kuamua. Haijalishi unatokea ukoo gani, haijalishi wako wenye nguvu. Sikiliza nikwambie, kwenye koo wako wenye majina ambao wanaogopeka. Nataka nikwambie, usiogope macho ya mwanadamu, wewe muogope Mungu mwenye uwezo wa kutoa nafsi na roho ya Mungu. Niwaambie ukweli, ndio mapalata wote mtakuwa mashahidi, maana mnajua niko hapa. Ndio wachawi wanaelewa bosi wao niko hapa. Sikiliza nikwambie, wewe uliyeokoka, amen, amen, nataka nikuulize swali la chekechea. Ndio mwenyekiti wa kitongoji akiwa na mkutano wake na wananchi wake, amen, amen, mara ghafla akatokea mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, rais mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nani anatakiwa ailishe mkutano wake amsikilize mwenzake, kati ya mwenyekiti au rais? Mwenyekiti anatakiwa ailishe mkutano amsikilize mkuu wa nchi. Amen, amen. Sisi tuliokoka, popote tunapokanyaga, kama kulikuwa na ajenda za wachawi, wachawi wanailisha ajenda zao, wanaanza kumsikiliza Yesu, maana ni kamanda wa makamanda. Hazuiriki kikao cha Yesu, hakizuiriki kikao
Kikao cha Yesu hakifungwi. Kikao cha Yesu hakina dharura muda na wakati wowote. Wengine mnatakiwa mnyamaze ili ahubiriwe Yesu. Haleluya. Hata leo wamenyamaza. Ndio mchana wa leo, wakati nataka kujiandaa kuja hapa, najua wakawa wanapanga agenda kwamba masaa ya msukumo mwembamba wamekaribia. Wakatega kaajali Mshenzi, niko naendesha gari langu natoka kulifanyia service. Mara ghafla ajali kajamba. Wakashangaa tu gari langu nimezima chapa. Alafu nikanyamaza pawatili na liburuza. Wanakuja kusimama. Wanamwangalia msukumo mwembamba ipo tu kwenye tanki ametulia. Wanauliza umepata majeraha? Niwaambia kwa Yesu atupotaki majeraha. Labda niwaulize nyinyi mko. Haleluya. Maana nilikuweko kusudi jioni ya leo. Kama ningepata majeraha nisingesimama. Lakini kwa vile ninaye Mgalilaya, lakini kwa vile tunaye Yesu, huyo Yesu atakurejesha baraka zako. Huyo Yesu akaleta mema. Huyo Yesu akarejesha historia. Kilio chako kimefika mwisho. Waliokutesa sasa ni saa ya kuteseka kwao. Haleluya, haleluya. Tapie Yesu makofi mengi.